muda wa siku 7 hivi, na leo ikiwa imeenda siku moja, zimesalia siku 6 tu kutamatisha mikutano hii. Na nipende kuwashukuru sana kanisa la Waadventista wa Sabato Bramba na viongozi wake, lakini pia nipende kuishukuru sana idara ya vijana na master guide wake waliojipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba neno la Mungu linasemwa katika viwanja hivi. Haleluya mkutano. Amina. Haleluya. Amina. Sikiliza, sio kwamba hawana kazi wanazo. Sio kwamba wana biashara, sio kwamba wana mbingu, hawana mbingu, ila mwenye mbingu amewatuma. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Wamelazimishwa kuja hapa kwa siku moja na mwenye mbingu. Wamelazimishwa kuja hapa na mwenye mbingu. Amina. Na ndio maana hawakutoa uzuru. Haleluya. Lakini pia niwakaribisha vijana wa Adventure na vijana wa Pathfinder, na nimesikia pale mkurugenzi pale anasema kwamba kesho tutakuwa na vijana wa kudoa ambassador na tutawaona pia, na Mungu awabariki kabisa. Wapendwa, ni washukuru sana waimbaji wa Injili kwaya ambao mmetuletea wimbo mzuri kabisa. Wapendwa, sikilizeni ili wanasema kila siku katika hotuba zangu kwamba ujio wa Yesu mara ya pili ni hakika. Ubishe usibishe, uweke siasa usiweke siasa, uweke usomi usiweke usomi, uweke ukabila usiweke ukabila, maana yeye ndiye aliyesema. Haleluya. Atakuja mara ya pili. Ratiba ya mbinguni ikigonga atakuja. Haleluya. Amina. Na kila jicho litamuona. Kitabu ilitabiriwa ya kwamba Yesu atazaliwa. Haleluya. Amina. Na watu walisubiria sana. Haleluya. Amina. Walisoma magombo, wengine wakachoka kusubiria ujio wa Yesu mara ya kwanza. Na muda ulipofika, watu wameshajisahau. Nyota ikatokea mashariki. Haleluya. Amina. Nyota ikatokea mashariki, mwana wa Mungu akazaliwa. Haleluya. Na ndivyo hivyo, muda ukifika wa kurudi kwa Yesu mara ya pili, sio ratiba yako wewe, wala sio ratiba yako wewe, ratiba ya mbingu. Ratiba ya mbingu ikifika, Yesu atakuja tena. Haleluya. Amina. Nasikiliza, kitakachomfanya Yesu aje wala si magonjwa, kitakachomfanya Yesu aje wala si vita, kitakachomfanya Yesu aje wala si mabadiliko ya hali ya hewa, kitakachomfanya Yesu aje si watu kuuana, haya yalikuwepo. Kitakachomfanya Yesu aje ni mujibu wa kitabu cha Mathayo 24 lile fungu la 14. Hii ni Yesu mwenyewe alisema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Haleluya. Amina. Watu wataendelea kuuana, watu wataendelea kuiba, watu wataendelea ulimwengu utapoteza, lakini hayo yote hayawezi kumfanya Yesu aje. Kitakachomfanya Yesu aje ni pale mbingu zitakapojiridhisha ya kwamba kila mwenye damu duniani amepata ujumbe. Haleluya. Amina. Na ndio maana waimbaji wameimba ya kwamba itahubiriwa ulimwenguni mote kwa ushuhuda kwa watu wangapi? Na haya maneno ni Yesu mwenyewe aliyasema, hayajasemwa na mtume wala nabii, ni yeye aliyeyasema. Ndiyo maana tuko hapa kwa siku 7. Na nimekumbuka ya kwamba ninyi watu wa Bramba hamuna uchoyo. Haleluya. Amina. Maana mmesema ya kwamba hatuendi mbinguni sisi peke yetu, na Yesu anakataa. Lazima tuambie ndugu zetu ikiwezekana twende nao mbinguni. Haleluya. Amina. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kurishana neno Bwana. Ikiwezekana wote tuandaliwe, atakapokuja mara ya pili wote tumuone yawe. Haleluya. Amen. Somo la leo linasema, linaweka msingi wa mada ambazo mtakuwa nazo. Somo la leo linasema
Maktaba kubwa kuliko zote. Haleluya. Amina. Maktaba kubwa kuliko namna gani? Kuliko zote. Sikiliza ndugu yangu nikwambie, maktaba ni sehemu ambapo vitabu vya kila aina hutunzwa na watu huenda pale kusoma na kupata elimu. Sikiliza tena, kupata maarifa mbalimbali. Ni mkusanyiko wa vitabu vingi vikubwa na vidogo vilivyoandikwa na waandishi mbalimbali wa viwango vya elimu tofauti tofauti. Wapo walioandika elimu ya kilimo, wapo walioandika elimu ya viumbe, wapo walioandika elimu ya hali ya hewa. Hawa wote ni wataalamu na wasomi, na vitabu vyote hivyo viko kwenye maktaba. Haijalishi ya kwamba vinatumika au vilishatumika, ili mradi ni maktaba. Watu wanaenda kusoma vitabu. Maktaba ziko mashuleni, haleluya, ziko vyuoni, haleluya, lakini pia makanisani kuna maktaba. Hata mtu binafsi ana maktaba yake, haleluya. Mimi nakumbuka siku moja nilipokuwa nasoma, mwalimu akaniambia kwamba unapokuwa unamaliza darasa la kwanza, hayo madaftari usiyatupe, haleluya. Kama ni daftari la hesabu, liunganishe vizuri alafu litunze, haleluya, litakusaidia. Ipo siku falini kwa nilijikuta nikawa na madaftari mengi kwenye sehemu ya utunzaji wa nini, wa madaftari. Hiyo nayo ni maktaba. Mwalimu yupo hapo kwamba maktaba ni kwa ajili ya kusoma. Sikiliza, leo nataka nikuletee maktaba kubwa ya kongwe ya zamani sana, haijawahi kupoteza umaarufu wake hata kidogo. Kwa kila kizazi iling'aa, kila kizazi, kwa kila kizazi iling'aa, kwa kila kizazi iling'aa. Sema amina. Amina. Iling'aa kwenye giza, imeshambuliwa sana kuliko maktaba zote, lakini Mungu alihifadhi. Haleluya. Amen. Hiyo ndio maktaba anayokuletea jioni ya leo, na katika mikutano hii ya siku 7 tutakuwa tukifunua maktaba, tukifunua kitabu maktaba baada ya kingine, tuone kile ambacho Baba anatuambia kabla hajaja, ili wote tuandaliwe kwa uzima wa milele. Haleluya. Mkutano, amina, ndio sio nyingine, ni Biblia. Haleluya. Neno la Mungu, neno la Mungu takatifu. Hii ndio maktaba kongwe ya zamani, imepita katika vizazi vingi, haijapoteza umaarufu wake. Ukweli ni kwamba yapo masomo ambayo sasa hivi hatumiki. Maarufu hivyo, yani wanasema ya kwamba yana expire. Hata mwalimu hata mwanafunzi akiyasoma anasoma nje ya syllabus. Kwa basi inabidi sasa mwalimu afanye jitihada na mwanafunzi kusoma kile ambacho kiko mtaala huo, sio hivyo? Lakini maktaba hata vizazi haijapoteza umaarufu wake. Haleluya. Amina. Haijapoteza umaarufu wake. Sikiliza nikwambie kidogo. Hasema kwamba hii maktaba, sikiliza, ilitoka wapi? Inatuonyesha ya kwamba tulitoka wapi. Ni dira. Sisi ni nani? Tulitoka wapi? Tuko wapi? Tunakwenda wapi? Maktaba hii inatuonyesha mambo kama hayo. Maktaba pekee inayomfunua Mungu. Haleluya. Amina. Sikiliza, maktaba hii ambayo ni Biblia, neno la Mungu takatifu, ndiyo kitabu pekee kinachomfunua Mungu. Haleluya. Amina. Hauwezi ukafunua kitabu cha jiografia au hisabati au kitabu kingine cha elimu dunia ukakuta kimemfunua Mungu. Haiwezekani. Hapo utakuta ni umaarufu wa watu, lakini maktaba nzuri, neno la Mungu, Biblia takatifu, ambayo tutaenda kuitumia katika mkutano huu kama dira yetu. Sikiliza nikwambie, ni neno la Mungu. Haleluya. Mkutano, amina. Hii maktaba ina vitabu 66. 60 na ngapi? 66. Hujanielewa. 60 na ngapi? 66. Hii maktaba ina vitabu 66. Na sikiliza, ina maagano mawili. Maagano mangapi? Mawili. Jamani, maagano mangapi? Yaani agano la kale na agano
jipya. Mama aliyekamilika lazima awe na matiti mangapi? Makina mama ni uongo ni kweli? Akikosekana ana moja, huyo si ni kilema, amepungua kitu fulani, sio hivyo? Na ili mtoto alivike lazima mama atamnyonyesha hapa, alafu utaona mama anamgeuza kwa ngwengwe, anampatia agano lingine. Haleluya, haleluya, amen. Atamwanzishia mtoto kunyonya agano la kale, alafu tena agano nini jipya. Mama aliyekamilika lazima awe na magano mangapi? Wakina mama wanafahamu hilo, kama wakina baba mna habari. Haleluya, ndio. Kwa hiyo Biblia, neno la Mungu takatifu, ina magano mawili. Sikiliza, vitabu vyake ni 66. Agano la kale lina vitabu 39. Agano la kale lina vitabu 39. Agano jipya lina vitabu 27. Watu walioandika ni watu 40. Watu walioandika ni watu 40. Watu walioandika ni watu 40. Kumbuka, nakuwekea msingi, ni watu 40, na katika watu 40 hao 39 ni Wayahudi. Haleluya, amen. Kasoro mtu mmoja ambaye si Myahudi ambaye aliandika ni Luka daktari. Haleluya, amen. Huyo ndiye ambaye alishirikishwa kuandika. Sikiliza Biblia, vitabu hivi vimeandikwa na watu 40. Sikiliza, tangu Biblia iandikwe sasa ina zaidi ya miaka 4000. Elfu ngapi? 4000. Elfu ngapi? 4000. Vizazi hivi mnaoniona au mlikuwa hamjakuwepo, wala historia yenu ilikuwa inajulikana. Ni zamani sana. Zamani sana. Ilikuwepo mpaka sasa miaka 4000 iliyopita. Sikiliza, watu wa daraja za kila aina na watu wa elimu za kila aina, maskini, matajiri, wavuvi, wasomi, majaji, watu wenye elimu walishiriki kuandika Biblia. Haleluya, amina. Ndio, watu waliokuwa wataalamu wa lugha waliandika Biblia. Sikiliza, watu waliokuwa na elimu ya Kimisri waliandika Biblia. Hao waliandika Biblia. Fatana nami napoenda tamatisha punde. Waliongozwa na nani? Petro ya pili. Petro. Je, hawa watu walioandika hii maktaba waliongozwa na nani? Je, ni mawazo yao kama wasomi? Je, ni mawazo yao kama wanafalsafa? Je, ni mawazo yao kama wakulima? Je, ni mawazo yao kama wanasayansi? Soma Petro ya pili 1 fungu la 19 hadi la 20 na 21. Msomaji, naomba usome vizuri. Soma. Neno la Bwana linasemaje? Nasi tuna lile neno la unabii. Nasi tuna lile neno la nini wapendwa? La unabii. Paza sauti la nini? La unabii. Nasi tuna lile neno la nini? La unabii. Kidogo kamanda anasema nasi tuna lile neno la unabii. Ndio. Lililo imara zaidi. Lililo imara zaidi. Lililo imara zaidi ya vitabu ya maktaba zingine zote. Ndio. Ambalo mkiliangalia, ambalo wanakuramba tukiliangalia neno hili kama taa. Kama taa. Haleluya, amina. Hebu kama hapo wapendwa, kama nini? Kama taa. Kama nini? Kama taa. Wapendwa, kama nini? Kama taa. Tukiliangalia kama nini wapendwa? Kama taa. Na sasa hivi watu wanahangaika umeme, sio hivyo? Mtu anavuta mwanga pale nyumbani ukikosekana, si kuna shida dada, lakini mambo kuwepo, vitoto vinafurahi kibatari au mshumaa anafurahi. Haleluya. Kwa hiyo ndio, sikiliza, ni mwanga. Tukiliangalia, jambo la kwanza ni imara, alafu ni nini? Ni mwanga ambao tukiliangalia. Alo, tufanye, hebu angalia kidogo hapo, hujaangalia tu ila tu umejaribu. Haleluya, amen. Endelea. Mkiliangalia kama taa ing'aayo. Tukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza. Mwafanya vema. Wapendwa wa Abrahamu, mwafanya vema. Haleluya, amina. Tukiangalia neno la Mungu, maktaba kama taa, tuwafanya nini viongozi? Tuwafanya vema. Wanabramba, muda wa siku 7. Leo imeenda siku ya kwanza, zimebaki siku 6. Tutaliangalia neno la Mungu kama nini? Kama taa. Itatuangazia ukweli wote. Haleluya, amen. Palipopindishwa patanyooshwa wiki. Haleluya, amen. Palipo ambapo atakusema vizuri patasema haleluya. Tena litachoma
shetani atakasirika. Haleluya. Lakini hataweza kufanya lolote. Haleluya. Endelea kidogo, nasemaje? Kama taa ing'aayo mahali penye giza. Kama taa ing'aayo mahali penye giza. Wafanya vyema. Mafanya vyema. Mpaka kutakapopambazuka. Mpaka kutakapopambazuka. Haleluya. Anasema ya kwamba tukiliangalia neno hili kama taa itatuongoza pambazuko. Yanayosemwa hapo ni kuja kwa Yesu mara ya ngapi? Mara ya pili. Endelea kidogo. Kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi. Na nyota ya asubuhi ni Yesu nani? Yesu Kristo. Yesu nani? Yesu Kristo. Haleluya. Endelea. Ikizuka mioyoni mwenu. Ndio. Mkijua neno hili kwanza. Ndio. Ya kwamba hakuna unabii. Ndio. Katika maandiko. Ndio. Upatao kutafasiriwa. Ndio. Kama apendavyo mtu fulani tu. Ndio. Endelea. Maana ndio unabii ndio au kuleta popote kwa mapenzi ya wanadamu, ndio bali ndio wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Haleluya. Hawa watu 40 walinena yaliyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Hawa watu 40 pamoja na elimu zao zilishuka, umaarufu wao ulishuka. Baba alinena nao. Haleluya. Baba alinena. Baba alinena. Wanaburamba, Baba alinena. Amina. Sikiliza nikwambie, Baba alinena. Una bahati wewe uliye na masikio ya kusikia. Baba alinena na atanena na wewe katika siku zinazokuja, ikianzia siku ya leo. Haleluya. Amina. Maktaba. Hebu mwangalie jirani yako, amesinzia au anajaribu kusinzia? Anajaribu. Mwambie nenda kwenye maktaba. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Sikiza pendwa, ndio anasema neno la Mungu ni kipimo cha maadili. Soma Timotheo ya 2:3 fungu la 16 hadi 17. Maktaba inasemaje kwa maadili? Soma Timotheo ya 2:3 16 na 17. Anasemaje? Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Sikiliza. Kila andiko lenye pumzi ya nani? Ya Mungu. Sikiliza nikwambie. Yaani wewe hapo ulipokaa ni pumzi ya nani? Ya Mungu. Akisema leo aitoe, anaitoa. Kila mmoja atacheza kwa staili yake mwenyewe. Wakukojoa atafanya nini? Atakojoa. Wakunya atakunya. Wakurobora meso, kila mmoja kwa staili yake. Maana sikiliza, mwenye pumzi, msikiliza, amechukua kila neno lililoandikwa. Pumzi ya nani? Ya Mungu. Sikiliza, kwa siku 7 vuta pumzi ya neno la Mungu. Haleluya. Amina. Utakuwa hai. Wapendwa, utakuwa hai. Amina. Yaani mtu anakasirika kuwa hai. Wangapi wanakasirika kuwa hai? Hawapo. Bwana abariki. Amina. Sikiliza, neno la Mungu, kila neno lililoandikwa. Umefika ngapi msomaji? Endelea 17. Amrikiti. Ndio. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Nafaa kwa mafundisho. Sikiliza, kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, maagano yote mawili, agano la kale na agano jipya, ni pumzi ya nani? Ya Mungu. Ni pumzi ya nani? Ya Mungu. Wala si pumzi ya askofu, wala si pumzi ya padre, wala si pumzi ya mchungaji, wala si pumzi ya mzee wa kanisa, wala ya shemasi, wala ya mwimbaji, wala ya mtu mwingine maarufu duniani. Ni pumzi ya nani? Ya Mungu. Pumzi ya Adonai, pumzi ya Yahweh, pumzi ya Shaddai, ni pumzi yake hiyo. Vuta pumzi kwa siku 7 hizi katika neno la Mungu, nawe utakuwa hai. Haleluya. Amen. Ndio. Anasema nafaa kwa mafundisho. Nafaa kwa nini? Kwa mafundisho. Sikiliza, nitakwambia kula hivi, usibishe. Nitakwambia tembea hivi, usishindane na Mungu. Nitakwambia abudu hivi, ukibishe nyewai, ukibisha unyang'anya. Nitakwambia wewe
fanya hivi. Sikiliza, ni pumzi ya nani? Ya Mungu. Hata tukiachia hapo, neno la Mungu ni mwanga. Zaburi ya 119 fungu la 105 anasemaje? Neno la Mungu ni mwanga. Zaburi 119 fungu la 105, neno la Mungu ni mwanga. Bwana Buramba watangaziwa mwanga kwa siku 7 mzee wa kanisa. Haleluya. Hata hivyo mwanga leo umeanza. Haleluya. Akanika kimulimuli kadiri siku zinaenda mwanga unapanuka. Haleluya. Soma Zaburi 19 fungu la 105 anasemaje? Zaburi 119 ndio fungu la 105. Soma. Neno la Bwana linasemaje? Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Na mwangaza wa njia zangu. Wapendwa, sikilizeni, utajuta muda wa siku 7. Haleluya. Amina. Utaangaziwa. Utaangaziwa. Amina. Haleluya. Utaangaziwa. Haleluya. Amina. Sana litaongoza miguu, mikono na mioyo yetu. Haleluya. Amina. Ifuate kweli ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Shetani ataificha, lakini kwa jua hili Baba atatuangazia nuru ya neno lake. Amina wapendwa. Amina. Sikiliza, unajua hawa nao wameangaziwa. Haleluya. Amina. Mkutano unajua leo ni kuangaza. Leo ni kwa nini? Ni kuangaza. Kuangaza. Watoto wameangaza, kwaya imeangaza, hata mhubiri naye hajaangaza. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ni kamanda, nikushukuru na wewe umeangaza. Haleluya. Amina. Leo ni kuangaza kwa siku 7, neno la Mungu tatuangaza. Ndio Mithali 3 fungu la 5 na 6 anasemaje? Hii maktaba Mithali 3 fungu la 5 na 6 anasemaje? La 5 na 6 anasemaje? Neno la Bwana linasema. Ndio linasemaje? Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Sikiliza, Mithali 30 sore. Mithali 30 sore 30 fungu la 5 na 6 anasemaje? Neno la Bwana linasema. Sema ndio. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Mwambie jirani yako, tuanze wote. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Haleluya. Amina. Haliwezi kupunguzwa wala kuongezwa. Haleluya. Amina. Limehakikishwa. Apendwa, naipenda Biblia. Limehakikishwa. Haleluya. Amina. Neno la Mungu limehakikishwa, halijahakikishwa na mwana hisabati. Hivi wakati wana hisabati wanahesabu, wana sayansi. Mimi niambie, maki unasikia kuna hesabu alafu na hisabati. Ni hesabu. Sasa ni sasa ngogoro. Maana kuna wale waliosoma hesabu, wengine nini hisabati. Ndio hivyo. Wapenda sikilizeni, neno la Mungu limehakikishwa na Mungu mwenyewe. Na Mungu mwenyewe. Wala si kile mwanadamu. Neno la Mungu limehakikishwa. Ole wake mwanadamu anayelipunguza na anayeliongeza. Haleluya. Amina. Eti ni baba yako anakuambia jambo, alafu na wewe unasema. Kuna kijana mmoja alimdharau sana baba yake. Akasema, sema tu nilichelewa kidogo ningekuzaa. Hivyo huyo aliongeza au alipunguza? Mbona sasa mawili, aliongeza alipunguza? Mara kuongeza kupunguza. Huyo aliongeza alipunguza? Sasa kila mmoja aende nyumbani ajijibu mwenyewe. Haleluya. Neno la Mungu limehakikishwa. Haleluya pendwa. Amina. Halitaji nyongeza wala kufanya nini? Yaani kama ni mama anayeweka vizuri maungo yake kwenye mboga. Sikiliza, waraji wanasema hii mboga imeungwa vizuri, chumvi safi, mafuta safi. Waraji anaenjoy. Haleluya. Amina. Yaani yule mpishi master guide amehakiki mapishi yake. Haleluya. Neno la Mungu limehakikishwa. Ole wake yule anayelipunguza au kuongeza. Haleluya. Amina. Anaendelea. Anasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Ndio.
Yeye ni ngao ya wao mwaminio. Yeye ni ngao ya wanaomwamini. Usiongeze neno katika maneno yake. Wewe. Naambia wewe. Usiongeze nini? Usiongeze neno katika maneno yake. Halafu asije akakulaumu tena ukaonekana muongo. Wanaoongeza na kupunguza mbele za Mungu wao waongo. Neno la Mungu lililohakikishwa usiliongeze wala kufanya nini? Kupunguza. Mungu atakulaumu. Atafanya nini? Atakulaumu. Sasa laumu ya hapo ya Mungu ni juu. Mwisho kurukuru. Laumu ya hapo si juu. Isaya 8 fungu la 20 anasemaje? Tunapoenda kufunga hili mkutano anasemaje? Isaya 8 fungu la 20 anasemaje? Neno la Bwana linasema. Anasemaje? Na waende kwa sheria. Na waende kwa sheria. Na ushuhuda. Na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili. Ikiwa hawasemi sawa sawa na hii maktaba ndio. Bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Haleluya. Na waenende kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na maneno hayo mangapi? Hata kama kihubiri mbingu zinashuka mbele za Mungu hakuna nini asubuhi. Ukifanya miujiza mbele za Mungu hakuna nini? Hakuna asubuhi. Mradi ataenenda kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Na waenende kwa sheria na ushuhuda. Maktaba ya Mungu inataka waenende watu kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Sikiliza, anapokuwa anasema ushuhuda ni Agano la Kale na Agano Jipya. Anapokuwa anasema sheria, ipo sheria ambayo Mungu aliiandika yeye mwenyewe kwa chanda chake mwenyewe. Ndio. Kwa hiyo katika juma hili Bwana atatuangazia nuru ya neno lake. Kama makini, rike ndugu, jamaa na marafiki, muda ukifika wote tukasemezana katika neno la Adonai. Haleluya. Amen. Ndio, Yohana 17 fungu la 17 anasemaje msomaji? Neno la Bwana nasemaje? Linasema. Ndio. Yohana 17 fungu la 17 anasemaje? 17 neno linasema. Ndio. Uwatakase kwa ile kweli. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno lako ndio kweli. Haleluya. Amen. Maneno ya wanadamu sio kweli. Maneno ya wanadamu sio nini? Sio kweli. Maneno ya wasomi sio nini? Sio kweli. Maneno ya viongozi wa kidini sio nini? Sio kweli. Yesu anasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio nini? Ndio kweli. Sikiliza, hata mtu akikwambia jambo, mwambie hilo neno maktaba inasemaje? Haleluya. Amen. Yaani wewe usitukenee, maktaba inasemaje? Hilo neno ulioniambia maktaba inasemaje? Yaani wewe usizungumze naye, mwambie akupatie uhakika wa nini? Wa neno. Wa neno. Sawa? Ndio. Akwambie kwamba hili neno ambalo ni maktaba limehakikishwaje? Usikubali kila neno, mwambie nipatie nini? Uhakika. Haleluya. Amen. Ndio. Kuna kawimbo wanakapenda sana. Neno litasimama. Hebu kidogo. Neno litasimama. Ya ulimwengu yakapita, lakini neno litasimama. Haleluya. Sasa naomba hivi, kila siku kama kuna watu wataorganize, watakuwa kabla sijautubu, watakuwa wanaimba kawimbo hapo. Hapa nawapatia homework waimbaji. Najua kwamba hilo ni swala dogo tu. Haleluya. Amen. Huwa mna kitu kinaitwa praise teams level. Kwa hiyo kila tukienda hapa kabla sijautubu na mwisho baba yangu nataka neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Haleluya. Sasa ninaweka kwenu waimbaji na ile mtakayoandaa nitahitaji kabla na baada ya kumaliza. Neno tasimama, neno la Mungu. Ndio. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ni nini wapendwa? Ndio kweli. Neno la Mungu linatakasa. Haleluya. Ndio. Neno la Mungu linatakasa.
Anasema kitabu cha Wathesalonike ya pili, Wathesalonike ya kwanza, napoenda kumalizia nikibakiza kile kitabu cha Waebrania 4 fungu la 12, kitabu cha Wathesalonike ya kwanza 2 fungu la 13, anasemaje? Wathesalonike wa kwanza 2 fungu la 13, anasemaje? Fungu la 13, neno hapa linasema, anasema kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu. Kwa sababu hiyo sisi nasi wanabramba tumshukuru nani? Tunamshukuru Mungu. Ndio. Bila kukoma. Haleluya. Bila kufanya nini wapendwa? Bila kukoma. Ndio. Kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe. Tulipopata lile neno la ujumbe la Mungu. La ujumbe wa Mungu kama ambavyo tutalipata katika siku 6 hizi, ndio. Mlilolisikia kwetu. Ambalo tutalisikia, mtalisikia kwa waimbaji, kwa vijana na kwa mhubiri mtalisikia, ndio. Mlilipokea si kwa kama neno la wanadamu. Jamani, lipokeeni, maana sio neno la wanadamu. Bwana Buramba lipokeeni. Haleluya. Amina. Bwana Buramba lipokeeni. Haleluya. Amina. Maana sio neno la nini? La wanadamu. Ndio. Bali kama neno la Mungu. Bali kama neno la nani? La Mungu. Wapendwa, hatutasoma vitabu vingine, hatutasoma kitabu kingine, tutasoma neno la nani? La Mungu. Kuna watu wanasema eti maneno ya Biblia ni hadithi za kizungu. Hadithi za nini? Za kizungu. Wewe ndiye hadithi ya kizungu, lakini neno la Mungu si hadithi ya nini? Sikiza nikwambie, miaka 4000 iliyopita mzungu alikuwepo? Hakuwepo. Halafu mtu tu mtu amekota makande yake nyumbani, anashia kwamba ni hadithi za kizungu. Wewe Mungu atakulaumu. Neno la Mungu si hadithi za kizungu. Amuna. Ni neno la nani? La Mungu. Neno la Mungu si hadithi za nini? Za kizungu. Miaka 4000 iliyopita mzungu hakuwepo. Haleluya. Amen. Kwa mfano, kitabu cha Mwanzo kinasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini? Sasa uone hata kuanzia kwa mwanadamu. Maana mwanadamu anapatikana siku ya ngapi? Ya sita. Vilishakuwepo. Eti mtu tu anasema tena, wewe unayesema usirudie. Haleluya. Na Bwana kusamehe. Haleluya. Amina. Neno la Mungu si hadithi za kizungu. Haleluya. Amina. Eti hadithi za nini? Za kizungu. Narudia tena, Bwana Buramba, kama kuna ndugu yako alishawahi kusema, mwambie atubu. Neno la Yahweh, la Adonai, la Niko si hadithi za kizungu. Labda wewe ndio wa kizungu. Anaishi kizungu. Analala kizungu. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Twende. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Yaani maana yake ni sawa na kusema ya kwamba eti mama yako aliyekuzaa akitana wakati akitana nini na wakati. Ye vijana, angalieni sana, lindeni makanwa yenu hayo. Lindeni nini? Yaani mama amechukua kabisa miezi 9 akakuzaa, alienda kwa kifuma na shida. Bora kuwa hivyo. Tena siku ile kujifungua watu walihuzunika. Jamani, wafanya nini? Wakawepo na makocha. Jitahidi. Jitahidi. Makocha, jitahidi sio hivyo. Alafu sasa leo nasema eti amepitwa na wakati. Wewe angalia. Ni sawa na wale wanaosema ya kwamba neno la Mungu ni hadithi za kizungu. Waebrania 4 fungu la 12, mimi nifunge. Waebrania 4 fungu la 12 anasemaje? Waebrania 4 mstari wa 12 neno hapo anasema Bana neno la Mungu li hai. Neno la Mungu li hai. Haleluya. Amina. Sikiliza wapendwa, neno la Mungu liko hai. Liko nini? Li hai. Alafu unasema eti hadithi za kizungu. Neno la Mungu liko hai. Ndio.
tena lina nguvu, tena lina nguvu, tena lina ukali, tena lina ukali kuliko upanga upanga wa Kimasai. Haleluya. Hapana. Kuliko upanga wowote. Ndio, endelea. Ukatao kuwili. Ukatao na maana gani kuwili? Kuwili. Ndio. La choma. Sikiliza. Hili neno kwa muda wa wiki moja litachoma. Litachoma. Sikiliza. Hili neno litachoma watu hapa. Haleluya. Amina. Likikuchoma vumilia. Haleluya. Amina. Unajua hata hivyo dawa nzuri ni ile ambayo inaingia kwa shida. Haleluya. Ndio. Yaani mtu kwa hiyo neno la Mungu likuchoma kwa wiki hii, mshukuru nani? Mshukuru Mungu. Mshukuru nani? Mshukuru kwamba nimepona. Haleluya. Ndio, endelea. Hata kuzigawanya nafsi. Tena linagawa, si ndio? Nafsi na roho. Nafsi na roho. Na viungo. Na viungo ndio. Na mafuta ya ndani yake. Haleluya. Yaani linaenda kwa wale watu wanaoshughulikia habari ya kuchinja ng'ombe, sio hivyo? Wanagawanya mafuta yanakuwa huko, sio nini huko. Ni neno la nani? Litaondoa kila dhana potofu kwa wiki nzima. Haleluya. Litagawa, litachoma, litakubadilisha, litatufanya tuwe huru. Haleluya pendwa. Ndio. Tena lijepesi. Tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Yaani sikiliza, ili neno linatambua mawazo yako. Kwamba leo unawaza na kuroga. Shatambua lenyewe. Leo unawaza kwenda kuzini. Nimeshatambua. Yaani kabla hujaenda nimetambua. Nimetambua. Leo umepanga kumtukana fulani. Umefanya nini? Leo umepanga kumwibia fulani. Umefanya nini? Nimetambua. Yaani ninatambua neno la mawazo ya wanadamu. Ninatambua hata na wewe ulioko hapo na kutambua. Si mawazo unayo? Ndio. Wapendwa sikiliza, neno la Mungu linatambua. Linatambua. Hakuna ambacho mwanadamu atakuwa duniani halafu Mungu asitambue. Hata ukifanya usiku, neno litafanya nini? Tambua. Hata uwaze moyoni, fanya nini? Tambua. Kwa mfano, kuna siku moja Yesu aliwaambia watu fulani, mmesikia hiki neno, wasema hivyo? Mmesikia hiki neno? Usizi? Sanaambia hivyo, mmesikia hiki neno usizi? Hata anawaambia hivi, neno natambua. Hata amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amezini naye. Ameshazini naye moyoni. Unaona jinsi neno lilivyo? Yaani hata kama haujafanya kitendo limeshatambua. Tena akasema mmesikia kineno, ndio. Usimpende adui yako. Tukote, bali mimi nawaambia hata yule anayemfiorea ndugu ya mmesikia kineno usiue. Sio hivyo? Yesu anasema hata yule anayemfiorea ndugu yake ameua. Yaani neno lijepesi kutambua mawazo. Tukutane, Bwana ni mwema wakati wote. Tutaenda kulinena neno la Mungu kwa siku 6 ambazo zimebaki. Ninakualika ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, uliyeko mbali na uliye karibu, uliye katika biashara yako, umekaa umetulia, unafurahia hali anga ya hewa. Bwana amepatia masikio ya kusikia na macho ya kuona. Njoo tushirikiane wote katika neno la Mungu kabla hajaja mara ya pili. Fungu la mwisho nafunga kitabu cha Isaya. Isaya 40 fungu la 8 anasema. Isaya 40 mstari wa 8 anasema. Neno la Bwana linasema majani yakauka. Jamani, majani yafanya nini? Yakauka. Ndio. Ua la nyauka. Ua la nyauka, ndio. Bali neno la Mungu wetu litasimama nini? Milele zote. Tusome tuombe. Mzee wa kanisa, tumesikia neno lako, nasi tu tayari kusikia maagizo yako kutoka katika maktaba yako. Tupatie uzima katika wiki hii tunapoenda kuanza mada moja ya baada ya nyingine. Baba atafanya muujiza, na nikwambie ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, Bwana atatenda neno kwako katika wiki hii. Omba upate neno moja tu. Haleluya! Omba uondoke neno ngapi?
moja tutakujenga. Karibu kwa kanisa. Basi tuombe. Mtakatifu, 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 Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ni wewe pekee uliyeweza kuviumba. Ni wewe tu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, uliyetamka vikawa, uliyesimamisha bahari, ukaweka mito, ukaweka maziwa na bahari na samaki wanaoenda majini pamoja na nyangumi na kila kitu kilichomo. Ni kwa ajili ya neno lako ambalo Kristo litaendelea kusimama na kudumu milele. Jioni ya leo tumelisikiliza neno kutoka kwenye maktaba ya mbinguni, maktaba ya milele isiyoweza kunyauka wala kupita. Baba yetu wa mbinguni, mambo mengine ya dunia yanapita, lakini neno lako litaendelea kusimama na kudumu kwa ajili ya vizazi vinavyoendelea kuwepo katika uso wa dunia. Tumishi wako shukrani kikasika anapoendelea kusimama, ukasimame pamoja naye katika neno lako la uzima. Watu wako wanapoendelea kuisikiliza sauti yako Yesu ikigonga na kuchoma ndani ya mioyo yao, ukabadilishe mawazo na fikra, ili Kristo waweze kutambua ya kwamba ni wewe pekee unayestahili kuabudiwa. Jioni ya leo wapo watu sehemu mbalimbali, wengine katika biashara zao, wengine wakiuza samaki, wengine wakifanya kazi za ushonaji, na wengine Baba yetu wa mbinguni tuko katika neno lako, lakini wote kwa pamoja tumeweza kulisikiliza kwa sababu tunayo masikio ambayo uliweza kutuumba kutupatia. Likatubariki neno la uzima, likatufanye tuweze kuwa na uzima katika makao ya mbinguni, ili siku itakapofika na ukirejea Yesu Kristo mwana wa Mungu, tukanyakuliwe na kwenda kuketi katika makao ya milele. Wapo wagonjwa Baba yetu wa mbinguni katika sehemu mbalimbali ndani ya kijiji hiki, ukaguse nyama na mifupa, ili ya kwamba afya yao Yesu Kristo ikarejea, kwa sababu wewe ni muweza wa mambo yote. Wale waliopoteza ndugu na jamaa, Baba yetu wa mbinguni, endelea kufariji familia zao. Wale ambao ni wagonjwa kwa vitandani, Yesu Kristo kawanyanyue, kwa sababu wewe tunapoendelea kukuita na kutumainia, ni wewe pekee unayeweza kufanya kila ambalo mwanadamu hawezi akalifanya. Mkutano huu unapouweka mikononi mwako, tunahitaji sasa kurudi katika familia zetu. Kesho tena ni siku Baba yetu wa mbinguni, tutakapokuwa na uzima na afya na pumzi yako ya uhai, tukaje katika viwanja hivi, na hata watu wanapoendelea kulisikiliza neno lako Yesu Kristo, wasimike na nguvu ya Roho Mtakatifu, na siku moja Kristo majina yetu yaandikwe sote katika kitabu cha uzima. Tunaomba tukiamini katika Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amina.